Huyu kijana ambaye amekuja kwa mkesha huu 2025, mateso yake yabaki na mwaka. Tunapovuka mwaka mwingine, Baba shusha neema, shusha neema juu yao Baba. Wamelia vya kutosha, wameteseka vya kutosha, wamehangaika vya kutosha, wamedharauliwa vya kutosha. Leo Baba, tena jambo, wanapovuka mwaka mwingine, wavuke na majina mapya, wavuke na utukufu mpya, wavuke na baraka mpya katika jina la Yesu, wavuke na neema mpya, wavuke na kibali kipya, wavuke na ushindi mpya, wavuke na neema. Wanahitaji neema Baba, neema ya ufanisi, neema ya kujenga, neema ya kuendelea, neema ya kupiga hatua, neema ya kujenga Baba, neema ya kuinuliwa katika jina la Yesu. Roho ya kushikilia maisha yao tumeikamata mateka, hatuvuki na wewe 2026. Laana sasa, hatuvuki na wewe 2026 katika jina la Yesu. Roho ya stagnation, tukona mahali pamoja, tukona mahali pamoja. Kaboshete sasa ya talaba, tumesema leo hatutakaa mahali pamoja 2026. Tutasonga hatua, tutasonga hatua, vitu ambavyo tujawahi fanya tutafanya, hatua tujawahi piga tutapiga kwa jina la Yesu. Ezekiel 37 verse 1. Na mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho wa Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa, akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii inaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana, wajua wewe. Akaniambia, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama juu yenu, na nilete ngozi kuwafunika, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi kibali kipya, wavuke na ushindi mpya, wavuke na neema. Wanahitaji neema Baba, neema ya ufanisi, neema ya kujenga, neema ya kuendelea, neema ya kupiga hatua, neema ya kujenga Baba, neema ya kuinuliwa katika jina la Yesu. Roho ya kushikilia maisha yao tumeikamata mateka, hatuvuki na wewe 2026. Laana sasa, hatuvuki na wewe 2026 katika jina la Yesu. Roho ya stagnation, tukona mahali pamoja, tukona mahali pamoja. Kaboshete sasa ya talaba, tumesema leo hatutakaa mahali pamoja 2026. Tutasonga hatua, tutasonga hatua, vitu ambavyo tujawahi fanya tutafanya, hatua tujawahi piga tutapiga kwa jina la Yesu. Ezekiel 37 verse 1. Na mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho wa Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa, akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii inaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana, wajua wewe. Akaniambia, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama juu yenu,
yenu, na nilete ngozi kuwafunika na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtabarikiwa. Wavuke na ushindi mpya, wavuke na neema. Wanahitaji neema Baba, neema ya ufanisi, neema ya kujenga, neema ya kuendelea, neema ya kupiga hatua, neema ya kujenga Baba, neema ya kuinuliwa katika jina la Yesu. Roho ya kushikilia maisha yao tumeikamata mateka, hatuvuki na roho 2026. Roho ya sasa hatuvuki na wewe 2026 katika jina la Yesu. Roho ya stagnation kukwama mahali pamoja, kukwama mahali pamoja. Roho ya kabosheke sasa ya talaba, tumesema leo hatutakaa mahali pamoja 2026. Tutasema hatua, tutasema hatua, vitu ambavyo tujawahi fanya tutafanya, hatua tujawahi piga tutapiga na jina la Yesu. Ezekiel 37 verse 1. Na mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho wa Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa, akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii inaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana, wajua wewe. Akaniambia, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama juu yenu, na nilete ngozi kuwafunika na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na tetemeko na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana, mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwamo pumzi. Ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo wa mwanadamu, ukawaambia upepo wa Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo 4, ukawapumzia hao waliouawa wapate kuishi. Nikatabiri kama nilivyoamriwa, pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Baba, ni asante kwa neno hili, nakupa sifa. Muda mchache nitahubiri, tunapovuka mwaka mwingine. Roho Mtakatifu, nipe tafsiri ya hili neno, isiwe mimi natamka neno kulingana na akili zangu, bali uweza wako unisaidie. Kwa jina la Yesu nimeomba, amen. Maandiko yanasema, na Bwana alikuwa ameweka mkono wake juu yangu, akanipitiza kando kando ya mifupa mikavu ambayo imekauka. Akaniambia, mwanadamu, unaona nini? Nami nikasema, naona mifupa mikavu. Roho wa Bwana alikuweko juu ya Ezekieli, akampitiza katika roho kuona mifupa mikavu, yani kuona maisha yaliyokauka yasiyo na tumaini. Na roho akampitisha Ezekieli katika jamii ambazo zimekauka, mifupa mikavu. Inawezekana kuwa familia ambazo zimekosa amani ama zimekauka, maisha yao yamedhoofika, mifupa mikavu. Inawezekana kuwa mtu ambaye mwaka wa 2025 ulipoanza, ameanza na ming'ang'ano, anamaliza na ming'ang'ano, maisha yake yamekuwa mifupa mikavu. Anachojaribu kufanya hakifanyiki. Maandiko yanasema, akamwambia, unaona nini? Uliza mwenzako, unaona nini? Uliza tena kwa sauti, labda hajasikia. Uliza, unaona nini? Kila mtu katika ibada hii ana kitu anachokiona kwa maisha yake.
zimezoroteka, zimetengana. Naongelea magonjwa ambayo yamefanya watu wamedhoofika, hawana afya, hawajui wafanye nini. Kwa hiyo Mungu akamwambia Ezekieli, unaona nini? Akamwambia Ezekieli, je, mifupa hii inaweza kuishi tena? Ezekieli akasema, Mungu ni wewe tu ujuae. Maana kwa akili zake Ezekieli hii mifupa ilikuwa imekauka. Kuna mtu mahali hapa anasema, Baba ni wewe tu ujuae kuhusu maisha yangu, maana mambo nayopitia ni mambo mazito sana. Ni wewe tu ujuae kuhusu future yangu, maana hali ambayo niko ndani sijui nifanye nini. Ni wewe tu ujuae kuhusu watoto wangu, maana shule zinafunguliwa na sina hazina ya pesa mahali. Akasema, Baba ni wewe tu ujuae, maana akiangalia mifupa hii imekauka, haina matumaini. Katika akili za Ezekieli mifupa hii ilikuwa imekauka, haina uwezo wa kuishi tena. Mifupa hii imekauka, haina uwezo wa kupata uhai tena, inakaa kana kwamba imefika mwisho. Natangazia mtu mahali hapa ambaye maisha yake yamekuwa mifupa mikavu, maisha yake yamekaukiwa, maisha yake yameharibikiwa, maisha yake yamekaa kuzoroteka. Hata watu wakiangalia wanasema huna matumaini, hata watu wakiangalia wanasema hakuna mahali unaenda. Ezekieli akaangalia akasema, Mungu ni wewe tu ujuae, maana kwa akili zangu mimi naona siwezi, naona imekauka, naona iwezekane. Natabiria mtu kama huyo ambaye kwa akili zake anaona iwezekani, kwa akili zake anaona imeshindikana, kwa akili zake mambo yake yamekauka. Akasema, Mungu ni wewe tu ujuae. Kuna mtu anasema hapa leo, maisha yangu Mungu ni wewe tu ujuae, watoto wangu Mungu ni wewe tu ujuae. Maana nikiangalia mbele sioni tumaini, nikiangalia nyuma sioni tumaini. Ni wewe tu ujuae. Nimetumwa kwa mtu kama huyo, nimtie unabii leo, nimtie moyo leo, nimwambie Bwana anasema, je, mifupa hii, je, jamii hii, je, huduma hii inaweza kuishi tena? Ezekieli akasema, Mungu ni wewe tu ujuae, maana kwa akili zangu nikiangalia huyu mama naona maisha yake ni magumu, maana kwa akili yangu nikiangalia huyu msichana na sijui atapataje njia, maana maisha yake ni magumu. Akasema, Mungu ni wewe tu ujuae. Ambia mwenzako, ni wewe tu ujuae. Somebody say amen. Ambia mwenzako, Mungu ni wewe tu ujuae. Hii neno ni nzito, kwa sababu ufika wakati umejaribu kwa akili zako, mambo yanaonekana yasongi mbele. Umejaribu kwa uwezo wako, mambo yanaonekana yamekwama. Mwingine amefunga, ameomba, lakini maisha yake yamekwama, yamekuwa mifupa mikavu. Ukimuuliza kuhusu maisha yake, anasema ni Mungu tu ajuae. Maana nikiangalia maisha yangu ninaona milima mikubwa, ninaona mawimbi makubwa, ninaona mambo ni mazito. Mungu ni wewe tu ujuae. Haleluya. Somebody say amen. Somebody say amen. Mungu akamgeukia Ezekieli. Mungu akamgeukia Ezekieli. Mungu atakugeukia usiku wa leo. Mungu atakugeukia masaa kama haya. Akamwambia Ezekieli, toa unabii juu ya mifupa hii, toa unabii juu ya ngoma hii, toa unabii juu ya watoto hawa, toa unabii juu ya huyu binti, toa unabii, utabiri, uambie kwamba ataishi tena. Mwambie ataishi tena. Nimetumwa na Bwana nitabirie maisha yako yaliyokauka. Nimetumwa na Bwana nitabirie ndoa yako iliyokauka, huduma yako iliyokauka. Bwana ameniambia nikuambie utaishi tena.